Mambo vipi? Mimi naitwa Hamisi Mswahili. Karibu sana on my YouTube channel. Of course leo hii nipo na kiongozi mzima Mr. Ndolo. Vipi? Freshi sana. Poa. Niko poa kabisa. Haraka tu kwa sababu nataka tuzungumzie hili swala ambalo limeibuka na MPs wamepiga kura pale kwenye bunge la kitaifa kuhusiana na finance bill. Mswada wa fedha of course umekuwa na maoni kinzani kutoka kwa pande mbili za upinzani na serikali. Lakini kuna swala nyeti, kuna watu ambao wamesusia kikao cha bunge kupiga kura kwenye mswada huu. Umelionaje hilo? Nafikiri si mara ya kwanza ama ya pili ama ya tatu kuweza kuona wabunge wakisusia vikao wakati ambapo wanahitajika zaidi na wanayobunga wa kwao. Manake ukiangalia iwapo mbunge basi hataweza kufika pale kwenye bunge kupiga kura ya kukataa ama kukubali mswada wa kifedha. Na hivi vikao vingine tukiongelea mambo na barabara yuko pale. Tukiongelea mambo mengine na export ya sijui miraa na miguka kutoka kule Meru kwenda kule nje yuko bungeni. Lakini wakati ambapo Wakenya, maana ukiangalia bajeti ni moja wa vikao vya bajeti, ni moja wa vikao ambavyo kama MP ama mbunge hufai kukosa kabisa. Maana ukiangalia it touches on clauses ambazo zinaathiri Wakenya moja kwa moja. Angalia clause kama hii ya mitumba. Wakenya wengi wana rely on second hand clause pale. Clause kama swala nzima la rental income tax pale. Kwa hivyo yale masuala nyeti ambayo yanaadhiri wa Kenya wakati ambapo sisi kama wabunge mnahitajika zaidi basi amfiki. Nafikiri ni kitu sasa hivi wa Kenya tufunguke macho kama sisi wapiga kura. Tufunguke macho tumuone kama kwanza mimi ningekuwa mimi bunge wa kwangu kabisa, maana nafahamika kama Erastus Kivasu Njoka. Namjua sana. Sikumbuki mara ya mwisho kumsikia akizungumza bungeni na sijui wajua kule Ukambani kuna ile kasumba ya kupiga kura chama. Maana ukiwa na chama cha Wiper utapita. Lakini hatuangalii mbele kuna nini. Akishapita basi atafanya kazi gani. Nafikiri sasa hivi ni wakati ambapo sisi kama Wakenya na wapiga kura tuwe macho zaidi. Tuangalie nani tutachagua na nani ambaye atakuwepo wakati ambapo tunamhitaji zaidi. Over 50% hawajatokea. Nashangaa namuona Salasia akiposti pale katika mtandao wa Twitter akisema kwamba mimi sijakuwepo jana, nilipiga kura kupitia elektroniki. So what were you doing? I mean, ulikuwa wapi? Hata kama ulikuwa na shughuli zingine, why could you reschedule your programs pale na events ambazo uko nazo? Ndio hiyo siku ambayo ni ya muhimu sana ufike bungeni. Nafikiri wabunge wetu pia haifai sana kabisa. Ukiangalia wabunge 40 kumjulisha tu mtazamaji kwamba walipiga kura ya kukataa kupita kwa mswada huo, wabunge 122 wakipiga kura mswada huo ukapita. Basi unasubiri kufanyiwa ile tunaita presidential assent alafu ndio kuwe sheria. Kwa hivyo ndivyo hali ilivyokuwa siku ya jana na kama kawaida walitupiana vijembe kule bungeni tu wabunge wetu. Na pale kwa rais ni rais, manake haizi kataa. Rais ni wajua rais na iwapo unajua Rais William Ruto vizuri, wajua akishafanya hivi basi anatia saini ya kwake alafu inakuwa ni sheria. Kwa hivyo Wakenya wavumilivu wenzetu, basi tuzidi kuvumilia. Wanavyosema kwamba consent tayari imeshapeanwa iwapo una choose silence, kwa hiyo haina haja kujifanya kwamba mimi niko neutral. Bila shaka. Na anavyosema Ndolo ni kwamba sasa jukumu ni kwa Kenya yenyewe kuangalia huyu alikuwepo in my hour of need na huyu hakuwepo, au sio? Bila shaka. Mimi naitwa Hamisi Mswahili na niachie hapo, niachie comment section. Je, MP wako alipiga kura kwenye mswada wa fedha mwaka 2026 ama alisusia akaenda sherehe usiku? Hadi wakati mwingine, kwaheri. A place that people can enjoy, a place where enterprise can grow. Be busy in our work as leaders are also busy executing their mandate. These are the teachers that mark all these exams once they are administered. Keep the noise away. I can submit without fear of contradiction that so far it is working.